wa mnyama wako wa kwanza kumfuga na hujamtaja paka, unadhani wewe umezingatia vitu gani ambavyo unasema nikimlisha chakula hichi cha Josera atakuwa mbwa imara, mbwa mwenye afya? Nini azingatie? I think hapo sasa ndio kwenye zile elimu tunazosema tutatoa. Kwa sababu sasa hivi pia sizijui zote kwa undani. Nachojua tu kuna chakula chenye flavor tofauti na nachojua kwamba sio artificial. Ni vyakula ambavyo ni organic. Kama ni nyama kweli. Kama ni kuku kweli. So kwenye kutoa elimu hapo mbele tutakuwa tunafafanua vizuri zaidi. Deep kama ambavyo, ila for now niwaambie tu kwamba kuna vyakula ambavyo viko special kwa ajili ya mbwa na paka ambavyo viko kwenye package nzuri na ni organic. Na mimi kwa kuongezea hapo pia kwa Nana, cha kumshauri mtu ambaye hajui ama alikuwa hana elimu au ameanza kufuga mbwa au paka kwa mara ya kwanza, cha kwanza ambacho unatakiwa kuzingatia, cha kwanza ni una mbwa au paka wa umri gani na ni breed gani, kwa sababu kuna breed kubwa na kuna breed ndogo, na vyakula vyetu sisi viko design au viko manufactured kutokana na umri. Kwa hiyo kuna vyakula ambavyo vina support mbwa kukua au paka kukua kuanzia upande wa misuli, mishipa, brain. Kwa jinsi anavyozidi kukua ni kama mtoto, atazidi kubadilishiwa chakula na vyakula viko vya range zote tofauti kuanzia mdogo mpaka mkubwa. Lakini cha pili anachotakiwa kuzingatia ni mtu ambaye hajui kabisa chakula aangalie vitu ambavyo vimetengenezwa au viko katika chakula. Kwa hiyo kuna ingredients, kuna viambata mbalimbali. Sasa vile viambata ndivyo vinavyomsaidia paka wako ama mbwa wako kukua na kuwa na afya bora. Kwa hiyo Nana yeye elimu ambayo ataipata au elimu ambayo ataitoa ni ile elimu ambayo anaiona kwa mbwa wake jinsi anavyo develop. Kwa hiyo tunaamini kwamba Nana sasa hivi akichukua chakula sahihi kwa mbwa wake ambaye anachukua, ni sehemu na hatua nzuri ya yeye kuelekeza jamii kwamba okay, mbwa huyu ameanza katika hatua hii na atatakiwa atumie hiki kuendelea na chakula hiki kitamfaa zaidi.